Kijiji cha Mbuyuni kilikuwa kimetengwa sana. Kilizungukwa na msitu mzito uliokuwa haujawahi kuchunguzwa kikamilifu. Wazee wa kijiji walikuwa wakisema, msitu haukuwa msitu wa kawaida. Kuna kitu kinaishi humo. Lakini vijana hawakusikiliza. Kwao hizo zilikuwa hadithi za kuwatisha watoto. Siku moja, kijana aitwaye Juma, mwenye umri wa miaka 23, alirudi kijijini baada ya kukaa mjini kwa muda mrefu. Alirudi kwa sababu mama yake alikuwa mgonjwa sana. Lakini kulikuwa na tatizo moja. Nyumba pekee ya kulala ilikuwa nyumba ya zamani ya babu yake, iliyokuwa karibu kabisa na msitu. Hakuna mtu aliyekuwa akiishi pale kwa zaidi ya miaka 15. Usiku wa kwanza, Juma aliingia ndani ya nyumba ile. Mlango ulilia kree alipoufungua. Harufu ya unyevunyevu na vumbi ilimvaa mara moja. Alijifariji, ni nyumba tu ya zamani. Lakini usiku ulipoingia, mambo yakaanza kubadilika. Saa 7 usiku, Juma alisikia kilio cha chini chini kama mtu anayelia kwa sauti iliyokauka. Kilikuwa kinatoka msituni. Alichungulia dirishani. Hakukuwa na mtu. Lakini kilio kiliendelea. Kilio kikageuka kuwa kunong'ona. Juma. Moyo wake ulipiga kwa nguvu. Alijaribu kujishawishi kuwa alikuwa anawaza tu. Lakini ghafla, pak! Mlango wa nyuma ulijifunga wenyewe. Umeme ukakatika. Giza totoro. Katika giza lile, Juma alisikia hatua za miguu ndani ya nyumba. Taratibu, nzito, kama kitu kikubwa kinatembea. Alishika simu yake akaangaza tochi. Alichokiona kilimfanya damu igande. Kwenye ukuta kulikuwa na alama za mikono ya damu, zikionekana kama mtu alikuwa anajaribu kutoka ukutani. Na juu kabisa, kwa maandishi yaliyokuwa kama yamechongwa kwa kucha, ulirudi mwisho. Kilio kilianza tena, sasa kikiwa ndani ya nyumba. Juma aligeuka taratibu, na hapo akamuona kiumbe kirefu, chembamba, macho meupe yasiyo na mboni, mdomo wake ukiwa umechanika mpaka masikioni. Sauti yake ilikuwa kama upepo unaopita makaburini. Uliahidi hutaturudia. Juma alipiga kelele, akakimbilia mlangoni, lakini mlango haukufunguka. Kiumbe kile kilimsogelea taratibu, huku sakafu ikitoa sauti za kuvunjika. Ghafla, Juma alikumbuka kitu. Babu yake aliwahi kusema, kuna kitu tulikifungia msituni, na damu ya familia yetu ndiyo ufunguo. Asubuhi ilipofika, watu wa kijiji walikuja kuangalia nyumba ile. Mlango ulikuwa wazi. Ndani kulikuwa kimya kabisa. Hakukuwa na dalili ya Juma. Isipokuwa, kwenye ukuta kulionekana maandishi mapya yakiwa bado yanadondusha damu. Sasa tuko kamili. Tangu siku hiyo, kila usiku, watu wa kijiji husikia kilio cha kijana kinachotoka msituni, na nyumba ile haijawahi kufunguliwa tena. Lakini cha kutisha zaidi, wanasema kama ukipita karibu sana na msitu usiku, utasikia sauti ikikuita jina lako.